Nani wewe? Toka nje huku. Kwani wewe vipi? Unatoka kufanya wakati unajua unatoka kuamuka mdomo unanuka hujapiga hata mswaki. Kupumuliana kundomo tu. Hebu niambie basi. Mimi nimetoka zangu nyumbani nimelala cha nimechoka sana. Una shida gani asubuhi hapa sasa hivi? Wewe unalala mpaka sasa hivi saa 4 unaona hii. Unalala uko ngandi kwa sababu gani? Yaani wewe mambo kuamka saa 4 na kulala mimi mpaka sasa hivi yanahusiana na nini na mimi? Au unachenda gani na mimi asubuhi sasa hivi hapa? Bwana unajua kwamba nelo njizamu yako kufanya usafi huko. Inabidi uamuke asubuhi, ufagie humu, udaeke kila kitu. Wewe unalala mpaka sasa hivi kwa sababu gani utaki kufanya usafi? Wewe. Nisikilize. Mambo kama usafi yanahusiana na mimi na mimi mtoto wa kiume. Yaani asubuhi unanikurubua, yaani usafi. Usafi si watoto bakika wamechaa huko kwenye nani huko wapi huko machumba yako yote hayo umejaza. Yaani mimi umeniona mimi tu. Au mimi naye tuna matatizo kabisa. Unaniona mimi tu na maana wengine wote hujawaona. Acha mambo yako. Sawa? Hey. Wewe ufanye usafi. Umesikia? Ufagie humu, udeki, ufagie uwanja hule, ukafagie mpaka pale na pikala nangu kwangu pale. Ndio ufagie vizuri udeki pale. Pawe safi hivi. Ndio uendelee na kulala kwako. Umeelewa wewe? Usinichanganye bwana. Umesikia? Mimi na wewe naonekana kabisa tamu zetu ja kunguni. Au una shida na mimi mbaya sababu wewe? Mbona unaanza unaniantama asubuhi tu mimi? Humu kumejaa watoto wa kiume kibao. Umeniona mimi tu. Sasa mimi sifanye usafi. Umenisikia? Sifanye usafi kwa leo. Wewe jizamu yako neno kufanya usafi. Na kama ndio unataka hivyo, si ndio urudishe mka wako basi. Nilifika tu hapo kipindi naingia hapa. Nilikwambia kabisa. Naona unajitima data wewe. Si ndio? Nilikwambia mke wangu mimi ametoka mara moja, atarudi. Na mambo kama usafi yatakwisha. Sio unaniambia mimi mwanaume mtiba nipenda mgongo. Wewe hivi unaweza kupenda mgongo? Unajua ulinzi unamwachia nani huku nyuma? Maswala na hatua hiyo. Na hatua hiyo kitambo. Niache. Sifanye usafi. Wewe kuomba unaleta jeuri. Unaleta jeuri wewe. Wewe nidhamu yako na utafanya usafi. Kama utaki, jiuhame humu. Mjinga wewe. Unaleta ujinga mimi sifanye usafi. Yaani wewe usiwe na wasiwasi. Hapa ndio umefika. Yaani hapo wewe uweze kukosa chumba wala nini. Nimehamisa watu wote humu. Wasijelewe wote nimeshawamisa. Umeelewa? Kwa hiyo wewe ndio unakitaka kuchagua. Chumba unakipenda wewe mwenyewe. Yaani useme tu kwamba mimi chumba hichi hapa nje kizuri, umeelewa? Mimi ndio nakupa tu. Kama humu unalola tu humu, kama kule unalola nangu ndakupa. Hata ukitaka humu, umeona humu? Nangu ndio ndakupa hiki. Wala usijali wala nini. Umeona? Vipi? Ona asubuhi kero asubuhi kwenye nyumba ya mtu. Wewe kelele unataka kurofesa mambo ya watu hapa. Kumbe huyu naye anaishi mtu. Chizi wala usinisekeleze mgonjwa zemu huyo. Naweza hata kumtoa huyo ana akili na kabule tu. Basi sawa. Mimi nimeelewa, nimependa nyumba na chumba kile nimekipenda. Kile pale? Basi kuna shida. Kama umependa kile wala kuna shida. Wa kile sababu kama umependa kile, je kuna mambo nani? Ya kulipia yale alafu nakupa mkataba. Basi sawa tu tukamalizane. Kwa matemu huyu mwanaume anamchukia, mwanamke anamkumbatia. Kweli huyu ni mwana konte. Nilipi kuhita hapa je nikwambie kitu ambacho kijui humu. Umeona kule lango kwanza, wa pili, ule wa tatu ule. Je kuna mtu mula anaikala huyu anaitwa Kufinya. Umeelewa? Wewe Kufinya ni malaya. Yaani malaya anapenda wanawake huyo. Hatari. Anafanya kazi ya kubadilisha wanawake. Anapita huyu, anakuja huyu. Akipita huyu, anakuja huyu. Umeona? Sasa hivi imeanza tabia anatongoza mpaka wanawake humu ng'ande humu. Yaani wapangaji wenzake anawatangoza. Anataka kuhambukiza ukimwi. Umeona? Kwa sababu yule ndio ana ukimwi. Sasa ndio anataka kuhambukiza watu ndani humu. Kwa hiyo wewe ndio uwe makini. Umeona yule? Umelola yule? Yule lola naingia huyu. Yule ndio demu wake Kufinya yule. Umeona? Amenitoa mtu nelo, anamuingiza mwingine. Yule nje kila siku anapenda kuja humu. Kila siku yani nje kunogea kudabwadila kwa Kufinya yule. Unapi lola pale. Hivi baba mwenye nyumba una shida gani na mimi?
Maana kila nikiingia hapa uishi kunisema. Na kukosea nini? Una shida gani na mimi wewe? Hebu muangalie kwanza. Wewe acha sobo wewe. Mbona unapenda kujisobokesa wewe? Mimi wala siongei na wako. Nangu nata ngole na huyu. Ai wewe sobo ya nini unajisobokesa nangu? Kwenda huko bwana, mimi sitangoli na wewe. Umalaya tu. Na lola yu. Nji safari hile. Yaani hile safari. Nji kazi yake kufenya hiyo. Kubadilisha wanawake tu. Kwa hiyo wewe kuwa makini, umesikia? Yule mwenye njashambukizwa ukimwi yule. Uwe makini na ng'andi huu. Umeelewa? Basi sawa mwenye nyumba, mimi mna mambo haya tofauti. Wewe nenda kapike alafu unifanyie mpango kidogo, umesikia? Haya. Usijali baba mwenye nyumba. Haya. Shikamoo baba. Marahaba, jambo. Jambo. Wewe, njoo. Njoo kwanza. Wewe unaenda kule kwa Nsela? Aswa. Wewe sinje ukasema siku lile kwamba mmefundishwa isema Bila shaka. Sasa nilikuwa nataka unikonge moto kidogo hapa. Nataka kupika pika. Unisaidie kukonga moto mara moja tu. Haina shida baba. Ete. Haya. Basi sasa, ngoja kwanza nichukue nani hapa mara moja. Ninakuja, wewe endelee na kazi. Haya baba. Toka nje huko. Naona mambo yanaharibika, nikala ngani. Baba. Wewe. Kwani huyu mwingine bado yupo ndani huko? Yupo. Kujenitoa mpaka sasa hivi. Bado mpaka sasa hivi yupo. Acha pumbavu, unaleta mambo yasieleweka hapo, ndio kusababisha mambo ya hatari tu mapema kama hiyo usubuhi. Unalo yule kule. Sasa yule jo amekuja pale. Hivi ndio nimenziwia mimi asitoke pale. Unafanyaje hapo haraka? Sasa hapo cha kufanya simu. Nimtoe. Sasa nitoe heti. Je, unitoe ngadi huko muondoke. Wewe unaenda bodila tonga jana mpaka leo usubuhi. Hujamaliza tu kunda bodila. Je, unitoe unilete mwingine yule kama anakuja hapo. Okay. Nitoe bwana wewe, sasa nitoe. Sasa baba nini hapa? Sawa, bwana nitoe. Wewe jinga kweli, fanya haraka huko. Kuna unani wale wanawake wa siku hizi wala kuna watu wenye sima kama hivi. Hapo ndio mimi ni kweli wewe umefundishwa. Kwa sababu vibinti vingine vinakuwa havijielewelewi. Wala nini? Umeelewa? Hapo tayari. Hapo sawa sasa wewe nenda tu. Haya baba. Haya asante, hakuna shida. Baadaye. Haya. Yaani yule wanacheza hatari neno yule. Jungelisikia tu kule sasa hivi watu wanakikungutana usubuhi. Wewe njenga, wewe lafa, wewe hapo nje nani malaya wewe. Wewe malaya ngesikia tuko. Watu wanakungutana huko. Hadi yule. Alafu yule Nsela haje sasa kuleta maambi yasieleweka. Nje nitamwamini. Kama si mwamini basi siku nyingine ninawaacha tu waende wakakungutana huko. Alafu mtoto choki huyu. Huyu njitonga jana kuna double deal. Huyu anaenda sasa hivi kuna double deal. Sijui anakula nini yule. Jenga sana.
Sema baby. Usiwe na wasiwasi. Tena uzuri wake yule pale amekaa na kwenda kumkea makavu yake sasa hivi. Na usipomwambia nitakuja kumchamba. Wewe tulia. Ona nichukuliaje? Unanichukulia poa? Twende uone. Sasa baby, wewe nenda, tutawasiliana. Acha kwanza mimi nizungumze na mheshimiwa. Basi sawa, usikose kunipigia. Si unajua? Mapema sana hiyo. Sawa. Haya. Unajua ndugu yangu, wewe mamlaka yako ni kuangalia mimi nalipa kodi kwa wakati ama la. Sijui umenielewa. Lakini sitaki uwe una mamlaka juu ya maamuzi yangu mimi. Uwe na mamlaka juu ya vitu vyangu mimi. Tumeelewana bwana? Sisi wote watu wazima hapa. Na kila wote tunachokifanya tunakijua. Wewe mbona sikuelewi? Unakuja hapa usubuhi wote unabobwaje kama mgonjwa zemu nini? Mnume anapi nyohoka hivi. Nyohosa maelezo ya nyohoka unakitangola nini? Unakuwa kama je wale tuseme mademu unajificha kuzunguka una nani? Unachapa umbea. Usiniambie mambo ya kutongola mimi wewe. Mimi ninakwambia kitu ambacho wewe umekifanya. Kwa nini huyu mwanamke nilotoka naye hapa, wewe kila unapomuona unamsema, kila unapomuona unakaa unamuongopea, unaniongopea vitu kibao. Mimi mke wangu yupo ndani mke wangu mimi. Wewe lengo lako nini hasa? Au unataka mimi niishiji? Au unataka uje wewe mule ndani nikukizibue kansa? Kama unataka kuzibuliwa kansa unasema. Sio unakaa unaongea umbea wewe mtoto wa kiume bwana. Wewe vipi? Sasa kama ulizoea kuwapanda kichwani au wapangaji wako hao sio mimi. Mimi hapa naishi kwa taratibu na sheria. Shamba sana wewe mzee kumbe. Sasa wewe umefika hatua sasa hivi unahota mapembe ng'ande huko. Si ndio? Unanitukana mpaka mimi. Yaani unanitukana kabisa hivi, si ndio Unakuja hapa nje unachamba umbea tu. Si ndio? No mensema baada ya kutangola vitu vya maana unakuja kutangola maambia mademu unanichambia umbea usubuhi. Sasa wewe sikiliza. Kodi yako mibaki mwezi mmoja. Ukiona tarehe imegonga uondoke mule. Sitaki hela yako, sitaki nini. Mimi hela nakupa. Na kama ukitaka kunihamisha mimi kwa kujua mimi najua sheria, inatakiwa mimi uniandikie notice. Akuandiki nani? Wewe. Nikupe notice. Sawa sasa tutaona. Wewe vipi? Sasa tutaona kama utapata notice au nini. Mjinga wewe. Ulipi kuja hapa ulikuja na notice? Si ndio ulikuja na manani yako hapa? Unalete mambe sele wewe kwa usubuhi kisa mademu. Wewe una akili wewe. Tutaona mwezi ukiisa tu kama utaikala huko wewe. Lazima uondoke. Nimetoka nyumbani kwako pale. Nimekufuata wewe lakini sijakukuta rafiki yangu. Baby, ulileta mteja hapa? Hapana, mimi nina shida. Una shida? Shida ya nini? Shida yangu 10,000, 15,000 tu. Ukinisaidia tu nitafurahi kweli. Kwa nitashukuru sana. Lakini wewe unajielewa kweli wewe? Sasa kama 10,000, 15 nangu ninajitoa wapi? Mimi nina hela. Unajua kwamba nikapijua ulipita ngola kwamba nangu nimekuja kwako pale. Nikajua moja kwa moja kwamba wewe umeleta mteja. Sababu nikikulola wako tu muda wote ninajumwambia hela. Sasa unakuja kunihomba mimi hela. Hela mimi nje nakitolea wapi? Wewe leta mteja pale. Akitoa hela, wewe ndio unapata poso yako, unaenda kufanya mambo mengine. Sasa unakuja kunihomba mimi hela. Mimi hela ninaitoa wapi? Wakati wewe leta mteja mpaka nelo. Tongo lipi leta yule mteja wa kututumuka huko yule. Haya, hujaleta mtu mpaka sasa hivi. Haya, mimi nina hela. Mimi sina hela. Nisaidie basi hata 5,000 tutakatana mumulike mleta mtu tunakatana. Lakini wewe unaelewa wewe? Kweli mtu anapita ngola wewe unaelewa anatangola nini? Nangu sina hela. Wenzako nakisi kidalali, dalali jikupambana. Unapambana. Nje kupata njolo huko. Si dalali kuamuka usubuhi kwenda kuomba homba kwa watu. Nje dalali gani sasa naziku wana maana huyu? Unajua dalali unapoenda kwa mtu anaenda kupeleka madiri. Wewe unaenda kwa mtu unaenda kuomba hela. Yaani unapeleka sida. Sasa nje udalali matatizo. Nangu sina hela. Sijui umenielewa? Mimi na shida. Kwani wewe mimi unielewa ninacheza ngola?
Ninakwambia sina hela. Unanilazimisha nikupe 5,000. Hela mimi ninatoa wapi? Hapo unataka nitangole vipi mpaka unielewe kwamba mimi sina hela? Haya basi labda unanitangole hivi. Sina hela. Hela nimemaliza, sina hela. Fanye kazi nje upate hela. Wewe mtu gani unakuolewa unaambiwa mtu ana hela, unalazimisha nini sasa? Wewe, tunga maana hapa. Wewe, huyu anatoka huko kufanya nini huyu? Yaani baba mwenye nyumba umetoka yeye, mimi nikajua siku na nini. Huyu amekuja kunirekebishia kitanda changu ni kibovu. Sekeleza nikwambie kitu. Nangu na akili wala pano nje baba mwenye nyumba, sawa? Sasa napika la pale, nje sitaki matatizo. Yaani sitaki mniletee kesi. Unape muingiza mtu ngandi humu wala unjui wala nini. Utaingiza watu wengine wezi. Wewe unajua huyu. Mtu mwenyewe unapi muona yupo kama mwizi mlole kwanza lipo hivi. Alafu unamuingiza ngandi humu akikuibia. Utakwenda kusitaki wapi? Si ndio utakuja kwangu kule. Sasa mimi sitaki matatizo kama hayo yajitokee. Umenisikia? Basi sawa baba mwenye nyumba, mimi nimekuelewa, sitoingiza tena. Kama kuna jambo lolote unaliona jambo hili nje kuna tatizo ngandi humu. Je, uje pale kuniambie. Manya nyumba mule kuna tatizo ukanirekebishie kidogo. Nangu nje ninakuja kurekebisha. Sawa? Anakuwa na usalama. Si kama unapi muingiza mtu kama huyu. Anapi kuja kuhiba. Nje utaleta pale matatizo. Anapi kimbia. Mtu mwenyewe amekuja juzi. Alikitoka nangu sikujui wala nini. Usipende kuingiza watu humu. Sawa. Sikiliza nikwambie. Umesikia? Usione kwamba mimi nimekaa kimya. Ukaona mimi kwamba hivi yaani najisikia vizuri. Nina hasira. Umenielewa? Hauwezi kufika kutoka huko unakuja hapo unaanza kumwambia huyu mimi mwizi. Unaongea maneno gani mwizi? Unataka unikompeleza na jirani yangu? Jirani kaja tuzi tu. Nimempokea mimi kitanda chake kipofu na mtengenezea kaja mwenyewe kuniamsha mle ndani. Akaniambia kwamba kitanda changu kipofu, twende kanitengenezee. Nikamwambia kwamba sawa, nimekuta mkuku. Leo hii unakuja kunivunja imani na jirani yangu unamwambia mwizi mimi. Wewe mzee, usitake nikuchukie sasa. Nina akili zangu timamu, ndio maana nakwambia usitake nikuchukie, tuchukiane. Toka siku ya kwanza na kuona tu. Oho. Usensekeleze, huyu chizi. Unapimuona napi lapoka maneno yake, nje yake chizi. Kwa hiyo maneno yake wewe nsekeleze. Usimuingize ngandi huyu atakuibia huyu. Sawa, nimekuelewa baba mwenye nyumba. Sikiliza nikwambie. Acha kumsikiliza huyu. Mzee, hujui chimbuko langu liko wapi? Umesikia? Haujui chimbuko langu liko wapi. Sasa nakwambia ukweli sasa, mwaka huu unakukomesha. Umesikia? Wewe unajifanya mjanja sana. Unajifanya watawala wale wengine. Lakini sio kwangu mimi. Mimi Tukuma wewe. Pai, jirani. Sasa lole kwanza anabidi chekesa kama mgonjwa zemwe. Hapo yule alikuwa sawa yule. Sasa umesikia mwenyewe anakuambia yeye chizi. Sasa unakimuingiza ngani huyu makata anakuambia chizi. Sinza kuletea matatizo. Akikucharukia huyu utafanyaje? Na mimi nje sipo. Usipende kuingiza watu wasejulikana bwana. Umeelewa? Kama kuna tatizo lolote uniambie mimi nije kurekebisha, si mtu kama yule. Sawa? Nimekuelewa baba. Haya. Baba huyo. Zamida mzee wangu. Salamu vipi? Namshukuru Mungu. Mbona ninakulola umwene? Lazima saizi nipite peke yangu basi kwa mziki ule ambao ulitaka kutokea. Sababu nimekuzoea. Ukitoka tu wewe lazima uingie humu na mtu. Sasa ninakulola peke yako nje ninape kueleza hapo. Yaani umesikia baba? Kwa mziki ule uliokuwa unataka kutokea. Nipumzike kwanza. Maana usingekuwa wewe pale. Sijatengekuaje. Yaani pale baba umecheza yani kama Pele. Yaani pasi umejipigia mwenyewe na umefunga mwenyewe. Wewe wala usijali wala nini. Umesikia? Usijali wala nini. Haya nje mambo ya kawaida tu. Umeelewa? Mambo ya kawaida. Alafu nje unakisikia kwamba Nkulungwa chitotole. Yaani nje mkubwa jalala. Kwa hiyo mambo kama haya sasa tunajua tulizaliwa tonga muda huu. Tulizaliwa muda mrefu. Tunajua mambo kama haya. Wala kuna saida wala nini. Umeelewa?
tunaona tu pale kuna tatizo, tunasolve vipi, pale hakuna tatizo, tunaachilia tu, umeelewa? Sababu sisi wenyewe si vijana, tulikifanya mambo kama hayo, tumifanye sana mambo hayo wewe. Unajua mtu akikuangalia wewe matendo yako na ulichokifanya pale tofauti kabisa baba. Yaani mtu hawezi kuamini kama ndo wewe. Yaani mtu akikuangalia, maana umemkaripia huyu, afu na ulivyokuja kuniokoa pale. Baba wewe na mabaya yako na mazuri yako mengi tu. Wewe ndio unakizi pia pale unapokuambia watu kwamba sura sio roho. Umeelewa? Kwa unapilo mimi kusema labda yule pale nkalofi, mimi si nkalofi wala nini. Lakini roho yangu mimi njisafi, watu tu wananiona mimi tu kwamba sina matatizo. Sasa baba yangu bwana huko nilikotoka kwenye matembezi yangu nikaona so fair bwana. Baba yangu leo kaniokoa sana. Sasa kizadi chako kidogo hiki hapa. Yaani kwa ulivyonisaidia, nimeamua kuchukulia kizawadi chako iko hapo. Basi kuna sida wewe wala usijali. Wala usijali mambe mehezi. Kama tunaenda muondoko huu. Hakuna sida. Yaani umeniokoa kwenye mdomo wa mamba. Sijui hata ningekuwa wapi leo. Zishapigwa ngumi humo kang. Nishakimbiana. Sasa baba minga nipige kwangu hapa moja. Basi sawa. Kijana huyu. Mambe zawadi. Mtoto kanusulika kwenye mdomo wa nani? Mdomo wa mamba huyu. Lazima alete zawadi kutoa kama sadaka. Umeelewa? Mambe nilimfanyia. Kumbe jue sisi watu wazima. Watu wazima bwana tunaelewa kila kitu. Tukiona hapa panakuwa na ukalofi, tunajua mambo ya kusolve. Kwa vile yeye mtoto yule elewi kitu. Nitaendelea kumkongota zawadi kila siku.